Hi guys, niko hapa Misana. As you can see guys, niko tengeneza nywele na makeup. So today we're going to be shooting something different, and this is the behind the scene. I'm going to make it, and then after I'll go shoot something very. So you better come with me, and don't forget to subscribe my YouTube channel, guys. Like, comment, and share. Right. Nawaka kwenye simu au reality? Yani kote. Okay. So this is our breakfast for today, guys. In a super kuku, chapati, and maji baridi. Yeah. So guys, good morning. I'm here at Misana Makeup, and this is my breakfast. Supu ya kuku na chapati. This is supu ya kuku. And these are two chapatis. So leo, something coming up special. I'll surprise you guys. Lakini leo naenda kufanya tangazo la kwanza, kuambia watu kwamba it is happening. It is happening. So we'll be shooting, and I'll post. I think today is Thursday. Tomorrow I'll be posting it. That I share your video, and you guys will know what is going to happen. It is something unique and different, and it's me that is doing it. So mje kwa wingi, wale ambao mtaitwa mje kwa wingi. Mshindi atapata kitita cha shilingi. Let's eat. Mimi nisimage mchele kwenye kuku wengi. Baya. Njoo samia familia yangu. Njoo ambia watu wa subscribe. Hello guys, niko na mrembo. Mmeona skin jamani? Mmeona skin? Lucky. Waambie watu wa subscribe my YouTube channel. Ujui? So guys, don't forget to subscribe my YouTube channel, like, comment, and share. All right? Subscribe. Sikumbuki mara mwisho nimekunywa supu ya kuku. Sikumbuki. Supu ya kuku, sikumbuki. It's nice. Supu tena sana, sio hata kienyeji. Fulani. Sijui kama ni shida ninayo, sijui ni ugonjwa gani, but mimi sio mtu anayependa vitu vya moto. Kabisa, mimi napenda vitu baridi. Hata nikaamka asubuhi, the first thing I'll drink ni maji. Na natamani kuwa tofauti. Natamani kuwa naamka na kunywa chai. Ile nikisema kunywa chai na sweat. Na roho na kereko yani naungua. Sijui ni maana gani. Supu hapa napaka makeup. Nalemea sana. Napaka. Naelekea Goba.
naenda kutengeneza hiyo ad. I'm gonna share it tomorrow. Tutakuwa na audition ya hawa watu watakaoitwa. Mshinda atashinda pesa za Kitanzania. Wanatafuta watu 20. So ili watu 20 wapatikane, inabidi tufanye audition. Done. Kwa nimepaka gari vibaya. Sio vibaya, nimepaki barabarani. Ndio vibaya. Anyway. One thing I love about Damisana, when you come here, you all have to praise the Almighty God. You have to praise the Almighty God. Here is the house of praise. Unafanya makeup huko na abudu na kusifu. Kwa utaamua wewe. Uje kwa Bwana. Uje kwa Bwana. Sometimes kuna watu wanafanya kazi zao kwenye mazingira ambayo ni starehe sana. They don't get time to praise and worship God. Kwa hiyo uje sehemu kama hii unakumbushwa kwamba there is God. Kuna Mungu wa miungu na kuna Bwana wa Bwana. Kuna mfalme wa wafalme, kuna Alpha and Omega. Mwanzo na mwisho. So it's a good thing. Nyama zimeshika nishinda. Mimi sipendi kula nyama. Not a fan of nyama. Shamaliza tu. I'm done. Lana! Lana! Njoo unywe chai, mimi nimeshiba. Umeshiba? Bye guys. Let's go. As you can see, guys, we are praising and worshiping. Oh my God, hallelujah!
Maybe you're reaching your limit tonight. Maybe you feel like you're about to break. Yeah. Don't lose hope. What? Ongea na mnaongea. Acha watazamaji wasikie mlikuwa mnawasema. Wamewasema watazamaji wamesema nyinyi. Another day, another vlog, guys. So today we'll be shooting with Numero Uno. So guess what? We are doing our hair and makeup, okay? And makeup, and then we're going to shoot Seacliff, the branch Seacliff. We have different branches: Seacliff, Kunduchi, Da Village, or Masaki. Seacliff is Masaki, Porsta, and Mlimani City. So you better come with me today, guys. Okay. So tutaenda pamoja leo. Hapa tu nimevaa tu vote, lakini you better come with me. We're going to be doing our hair and makeup by Mesana, and then we are heading out to go shoot kazi za watu tupate 200-500. Tumshukuru Allah kwa yote. Okay? Bye for now. Neema anaenda kunipandika nywele. So guys, yeah. Hatuna muda Neema, hatuna muda. We don't have time. Jamani, naona skin inavyo glow. Right about now, guys, we're doing our installation. Oh my god. Unajua mimi msanii? Unajua msanii Beyonce, anaimba? Wewe ndio Beyonce. Beyonce wa wapi? Wabuza. Mwanetu kama wewe Beyonce wabuza. Beyonce wa bei ya jioni. Wabuza, sisema bei ya jioni. Bei ya jioni ndio shilingi ngapi? Si ndio wewe hapo unaniambia. Nimesema buza, sijasema bei ya jioni. Dada tusaidiane brand dada yangu. Buza sende. Sasa wewe buza. Kwa Rulenge. Buza tu yenyewe kama yenyewe. Nachoka mimi nachoka. Unienia kama mtoto. Kaze nitulie. Hi guys. Hi my love. How are you feeling today? Kama hujalala vizuri, umefunga macho, umechoka. Sasa unaimba miezi miwili. Jamani daraja 6. Hii hapa inakaa. Kuna watu. Unajua hivi kazi, it's very expensive. Mimi spendi kekaeka. Janyoa tena. Janyoa kwa wala nakuelekea huko. Kekaeka. Mimi siwezi. Unasuka style. It's about to go down. It's about to go down, my darling. As you can see. He's about to go down. It's about to get down. Hey. Uganda to the world, au sio? Yeah. Hata ukielewi unatudanganya hapa. Naelewa. Mimi sielewi. So unasikia niko mdogo. So unasikia nyimbo hata uelewe maana gani? Naelewa kidogo. Kidogo. Hizo nyimbo angekuepo 3 hapa. 3 mimi naelewa. Mwanzo mwisho. Mimi naelewa. Anakipenda vipi? Anakwambia mimi nikiambiwa ningependa Chare. Mayo ane.
Samahani Neema. Giresi, wewe Giresi wewe. Shabadilika, ni shiko mrembo wa Bwana Mungu wangu. Mambo ni ya muda. Bado ka makeup hapo baba. Ni chako na bojo. Jamani, mnaona installation hiyo jamani. Haitoki sana, haitoki. Ni watu waone. Haitoki. Labda kichwa kikatwe. Makofi kwa Neema jamani. Mfuko nawekea kama t-shirt. T-shirt langu la kazi. Basi shoga yangu basi bana, niondoke zangu hicho choka zangu. Chana naye tu, mimi nitakondoka. Nimekaza kweli na wewe nasubiriwa huko. Unang'ara. Sikia Kwanza je mpaka chini. Fashionista manager. You look good. Shikamoo. Mpenza sana. You look good. Kuso kazi ndo nitakutaja wewe ndo umesababisha. Kalia. bana shoga yangu niondoke dadangu kipenzi kata kwanza. Mbona mdomo? Kwa nini jamani unaninyali? Na maana unaninyali? Sikunyali. Ila nakwambia ukweli wewe. Kama nakuondoa sasa hivi. Haya, sasa wewe toka mama. Haya. Sasa tumekuja upande wa makeup na tuko na dada yetu Misana, the one and only billionaire. Come on. Guys, we are on point. Clock it, hair and makeup by sister Misana. Clock it. Bye bye. Bye. Thank you. Hi Bye. guys. Bye. Guys, I'm done and I'm heading for Numero Uno's tangazo for their new arrival and sale and everything. Do not forget to subscribe my YouTube channel, guys. Like, comment, and share to your friends and family. Okay, I love you guys so much. Mwah. Bye. We're heading to Seacliff, the numero uno that is Nagasaki, and then we're gonna shoot another one in the village. So let's go. You know what I'm here for? Yes, I'm here. Okay. Pasti. Alam mo ko. Jamani, mnaona mambo? Numero uno or nothing. Tumekuja numero uno ya the village. Tumetoka Masaki, so let's go. This is nice.
Angalia sababu kwa muda nani. Here, go. And already there, don't try so much. Closes all this new arrival, yes. So I'm just talking about this only. Yeah, this so and for this accessory? Yes, this shoes new arrival. Same there. Mi mpambanaji. Kwa sababu tu nitangazo, okay? Yet mimi nabaki kama mwanaume yani. Baba. Good morning. I'm into Zilma. Tunaelekea Mpwapwa for graduation. Graduation inaanza. So tunaenda Mpwapwa kwa graduation ya mtoto wangu. Oh my God, I haven't slept. We can breathe. Yeah, up and down, up and down, up and down. So yeah, let's get ready. So for people who are asking for my lip combo, this is Fenty. This is Fenty and this lip liners. So Natumiaga, you see this? Natumiaga on the brown and then I have a black on top. And then I put this one or this one. Or both, you know. So I'm not even able to say anything. Wait and see. You see that? Yup. So this is my feet. Look back to New York. You will see me outside, guys. Let's go and graduate with our brother. I'm ready. To know in graduation, jamani. Graduation. Nimepata rubber band. Rubber band. Oh God. Nimepata rubber band, so we are waiting for our driver. Wanasema kutoka Dodoma mjini mpaka Mpwapwa 2 to 3 hours. It depends on the road. Wengine wanasema barabara ni mbaya, wengine wanasema barabara ni lami. We don't know. Me and you don't know. I'm gonna wear my black heels. Sijaonyesha kitanda changu vizuri. You see this? Hii ni neti. I haven't slept on a mosquito net for the longest time. It's been ages. You know. Yeah. We gotta go. This is our sitting room. The G-car. My young sister and my uncle. We're heading to my little brother for his graduation, so you better come with me. You guys, do not forget to subscribe my YouTube channel, like, comment, and share. Wambe tunaenda wapi? Hapa tuko wapi? Tuko Dodoma. Sasa tunaenda Dodoma vipi? Tunaenda Mpwapwa. Tuone. Waambie watu wasubscribe. Subscribe. Clock it. Waambie clock it. Period. Yeah. Guys, this is our last born. Huyu ndo kitinda mimba. Clock it. Mama, Joe. Sunny. Hi guys, do not forget to subscribe my YouTube channel to Sinta Makwape. Subscribe, like, comment, and share to your friends and family, your husband and your wife, your friends and your siblings. Took out the Dioma. We're going to Mpwapwa right now for our little brother's graduation.
graduation. So you better come with us, okay? Come this way, come this way. You better come with us. I'm your beautiful mother. Here we come. Graduate jamani, hapa kama mnavyomuona. Hongera mdogo wangu. Ndio umekuja VIP, unashushwa na gari. Mwambie dereva. Niko kuta. Wewe ni mwite mbili. Sasa tunaweka ya
ukiwa kwenye upasuaji unampimia joto na baada ya upasuaji tunaweka pafu tunakamua kidogo. Kwa chunguza na maziwa kama maji kuna shida moja mpaka kuzuia mikono wewe na afya kwa maziwa yanakuwa sio ya kawaida, yanakuwa na bakteria. Nyama tu binadamu kuja kutumia na kutia shida. Kwa tunacheki kwanza kabla tuanze kukamua. Kwa hiyo hapa tunatoa hapa tunaachia ikiwa ya kawaida hapo kawaida tunamweka pembeni sasa matibabu, lakini pia tunaweza kumkamua pale kwa kuwa na jaji baada ya hapo zile chuchu ndio tunasababisha chuchu ili kuzidisinfect. Maana tukishakamua hivi wazi mpate kwenye rahisi kwa lakini tukipiga ile nini hata ukiingia unakutana nao Sema kama dawa za watoto. Kwa ananyesha au anachukua. hizi zipo za kuchoma kwa kitu chache Hivi. Wewe ndio kwenye vifaa. Mambo. Kwa nani? Hope. 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 Hope Victor. Okay. Wanga. Nini? Wasi. Wasi maana yake yani kwa nyama Asante. kutoka ni mimi so yeye. Namba sasa. Maana tunaondoka inasaidia ni mnyama anakuwa kwa haraka. yani kama kubebeka wanasema sasa. Mbona sijaelewa. Sasa mwenyewe Yaani wasipandani wao kwa udugu labda baba na mtoto au kaka na dada. Tunapoaji pia inasaidia ukuaji. Mnyama anakuwa kwa haraka, pia inasaidia mnyama. Wanasema fat and mnyama Karibu mama. Salama kabisa. Salama tu. Sisi hapa na wataalamu wa sawa. Shughuli tunapata meno Afya ni ukiangata maana yake kwamba ukiangata ni wanakuwa hawana tena meno au meno nafukuza huko. kuna meno ambayo tunakata hapo manne. Ukijua na kama mawili ukijua mawili Inatoa yote tunakata sasa tunakata juu kabisa lakini baby hiyo ndio chipia ni kama hii hapa tunabaga ni mfano mbabi kama ni kwa gesi au kwa tegemea na chakula chochote. Kwa hiyo je, upatikanaji ambao hichi kifaa kitatoka au kuna vinaungana kwa pamoja. Upande ambao mnyama sana anajua ni kwa pale utaenda kuna sehemu ya mnyama inaitwa
unajua force choma mnyama piga zote kwa pamoja, choma kwa hapa nyuma, mwisho ambao kwa hapa nyuma, choma kwa pamoja kwa kuelezeaje, choma tutakifuta, tutaacha kanyuna pale, tutaacha ikanyuna kujitoka na bwana. Ni kama mwanadamu anapochwe kupunguza labda drip anakuja na kuongezea hapo sio katika. Kwa hiyo wataiacha pale mpaka ile gesi itakapoisha. Kisha tumoe hivyo pale kutabaki na kidonda ambacho kitakuwa kinashika. Ukiona kinaleta shida kuja kusikia. Ambacho kinakontrol kama hivi uwe tuonesha nani ikionyesha hiyo unajua ni maziwa yake hafai
kamba hii utazungusha kwa juu wa mnyama, fuata gozi, afu utachukua hapa shika kama Tupigie makofi wasomi jamani. Wasomi hai. hapa ni hapa tuko kwa ajili ya kuangalia baadhi ya wadudu pamoja na minyoo ambao wanazuru mifugo yetu. Kuna baadhi ya kupe, unamjua huyo? japokuwa amehifadhiwa kwa muda mrefu anaharibika maji, lakini huyu ni kupe na huyu hapa ni kupe, na baadhi yao tunachukua kama safu au kwa ajili ya usafi. Na hawa ni kupe ambao wanazuru mifugo yetu kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, na kuna baadhi ambao wanazuru mifugo kama kuku, kuna mifugo kama ndege, yani jamii ya wapo kama utitiri, viroboto na hawa ni wapande wa nje ambapo unaweza ukaona na ukafanya uchunguzi au ukachukua hatua ya matibabu. Kwa samani, hivi mnaposoma mnasoma kwa pamoja au kila mtu anasoma kitu chake? Hapa darasani tunasoma Kwa hiyo pia unajua vile vitu. okay, hivi vyote Okay. Kwa hapa baada ya kuangalia kwa upande wa nje wadudu ambao wanazuru mifugo yetu na washachukua tahadhari na ugonjwa namna ya kudhibiti, maana wanasababisha ugonjwa kama kigana kali, kigana baridi, kigana damu na baadhi ya magonjwa. Tunakuja kiundani zaidi, kuna baadhi ya minyoo ambao wanashambulia mifugo, shika na Hii minyoo naijua hii. Hata binadamu si unatokea gani? Hii ni minyoo ya na hapa hawa ni minyoo wanaopatikana kwa Mbona wanasema tuseme nguruwe? anaweza kula. Hii ni kuko? Hao ni minyoo ambao wanapatikana kwa kuko kama mbwa ambao wanasababisha huyo ndo huyu. Huyu ni mpya? Hawa wanaitwa mwenyenza, hawa wanaitwa Parasitoma. Ni minyoo ambao wanakuta wapo kwenye matundu tumbo tao, unakuta wanajishikiza pale na unakuta wanazuia mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula, ambapo mnyama wetu anashindwa kula vizuri, ambapo anaweza kupata virutubisho ambavyo vitamjenga na kuendelea katika hali ya uzalishaji. Baada ya hapo, ukishajua kwamba kuna wadudu wa nje ambao wanazuru na kufanya uchunguzi wa ndani zaidi, unakuja uchunguzi wa maabara zaidi kusudi uweze kuangalia kwamba ni shida gani ya minyoo ambao wanasumbua na wapo katika hatua ipi. Hii njia hizi hapa ni baadhi ya sampuli ambazo wanakuta kitaalamu inaitwa method, njia ambayo inaenda kuchukua sampuli kwa mfugo kama kinyesi, especially kwa wanyama wakubwa kama ng'ombe. Hii tunaitumia pale ambapo ukishaandaa sampo yako au sampuli, unakuja unaweka kwenye chako, hii inaitwa bisha. Unakuja unakuwa umeandaa maji yako ambayo yamechanganywa na chumvi, kitaalamu tunaitwa sodium chloride, ambapo tunatumia maji haya. Tukishaweka sampuli yetu ya kinyesi kwenye chumvi, tunatumia maji haya kwa ajili ya kuweka ili tuangalie, tunachanganya kusudi tuangalie, tunapojua kwamba maji yana density. Kwa hiyo tunapoweka mchanganyiko wa maji na chumvi, chumvi itasaidia kama kuna mayai yatakuja juu. Kwa hiyo tutachukua hii sampuli ambayo tumechanganya, tutachuja kwa kutumia hiki kifaa kinaitwa sievu kwa lugha ya kitaalamu, au tutaweka kwenye chombo chetu kama hivi inavyoonekana, kinaitwa test tube, na hichi kifaa tutajaza usawa wa mvuto wa juu. Na tukishajaza mvuto wa juu, hatutojaza tuseme kwamba tuishie hapa, labda tutajaza hadi juu, kwa sababu kwa kuwa tumesema chumvi inasaidia ile density ya mayai kupanda juu. Kwa hiyo mayai yatakuja juu, tutakava na hiki kidude kinaitwa cover slip,
ambacho kifaa hiki tutasubiria ndani ya dakika 10. Ndani ya dakika 10 tutakuja tutakichukua, tutakihold kwenye grass slide au tutakava. Labda kama unataka ufanye transportation kwa mbali, utakava hapa juu, utaenda kwenye njia ya uchunguzi wa maabara ili kusudi waangalie mayai ambayo yamepatikana yapo kwenye hatua gani na hatua ipi tuweze tuichukue kwa ajili ya kuzuia au kudhibiti. Na baada ya hapo tutaingia upande wa kuangalia. Tutafanya visualization kwa kuangalia katika maabara yetu, na tukishajua kwamba mayai yapo kwenye stage fulani, tutachukua hatua fulani ya kwenda kudhibiti kwa kutumia madawa mbalimbali, kama tulivyojua kwamba kule kuna wadudu ambao wanasababisha nagana, kuna minyoo, kuna baadhi ya wadudu wanakaa kwenye kinyesi kusudi tunataka tutambue mayai, tunakuja upande wa madawa. Kwa nini nimechaguliwa nyinyi kuwa hapa? Nyinyi ndio mna akili sana? Hapana, hapana. Yaani ni baadhi tu kwamba unaweza ukafanya presentation kwa watu, maana kuna mwingine unaweza ukampata akakimbia. Nashukuru sana kwa elimu yenu. Karibu pale. Mambo yako? Unaitwa nani? Brian. Unatokea wapi? Njombe. Mbeya. Njombe ni Mbeya. Okay. Njombe ni wapi? Njombe ni wilaya. Kwa okay. Unaniona lakini? Kweli? Upande wa ndani. Hapa ndio kuhusiana na dawa. Baada ya kufikia baada ya kujua tatizo unakuja kutibu sasa. Sababu taanza na hii dawa. Hii inaitwa Predazone. Ambayo mambo yake ni kuingia dawa. Hapa na tunamnyosha mnyama. Lengo kubwa ni kutoa minyoo. Then tuna hii hapa. mimi na minyoo unaweza kanikanywa hivi au ni wanyama tu? Zipo na za binadamu. Zipo na za binadamu. Na hii hapa pia na wengine kama Predazone na hiyo kidonge. Okay. Kuonyesha kama baada ya kuambia tuna hii hapa. Hii inaitwa Pelazine. Hii mundo wake ni Podafon. Hii tunaichanganya na maji kiasi fulani upande wa ndani, ambapo kuna baadhi ya minyoo ambao wanapatikana katika mifugo yetu mbalimbali. Hizi hapa kuna minyoo kama hawa minyoo wanaitwa wanapatikana kwa minyoo ya ndani au wakiwa nje. Maana tunamchoma mnyama. Hawa wanapenda kukaa katika tunampa mnyama kwa lengo la kutibu ugonjwa wa nagana au kwa kisayansi tunasema. Kuna hawa hapa, hawa wanaitwa paracetamol. Pia tuna hizi dawa na hii unakuta wamejishikiza. na hizi dawa Hawa wakishakuwa hizi zinatibu magonjwa mawili. Kuna anaplasmosis pamoja na babesiosis. Ndio magonjwa gani sasa? Kwa maana baada ya hapo hapa ni kwa ng'ombe, lakini kuna minyoo ambao wanashambulia upande wa babesiosis wanaitwa Ascaridia. tunasema Hawa ni minyoo ambao wanakuta wanapatikana kwenye utumbo mwembamba, yani mnyama anakuwa wanasababisha madhara makubwa kwa kuku na kuku anashindwa kula, mwisho wake kuku anakufa na mwisho wake uzalishaji unakuwa hafifu. Kuna minyoo ambao wanapatikana upande wa nguruwe wanaitwa Ascaris sumu. Hawa wanakaa katika upande wa utumbo mpana. Hawa wanakaa upande wa utumbo mpana ambapo wakishamshambulia nguruwe unaweza wakishambulia nguruwe unaweza akafa ama akazulika kindani, uzalishaji ukawa hafifu. Pia kuna hawa hapa, hawa wanaitwa dwarf dogi tapeworm. Hawa wanasababisha kitu kinaitwa hydatidis. Mnyama anatengeneza kama vifungo ndani ya mwili. Sana nikapewa soda. Nasikia. Wanatambia zaidi baada ya kuisha siku. Kutokana na hii situation kwa ajili ya kumnyeshia hii kuja kwa upande Au mnahitaji kusoma kwa tutakuja upande wa maabara zaidi ili kusudi tuchunguze, maana tumeangalia kwa upande wa nje kwamba kuna wadudu ambao wanaweza kusababisha kupigana na binadamu na baridi
kuna minyoo ambao wanasababisha uzalishaji usiende sawa. Tunakuja tunaangalia upande wa maabara. Kuna njia mojawapo ambayo inaitwa flotation method. Hii ni njia ya kuchukua sampuli ya kinyesi kwa mifugo, hasa kwa mifugo wakubwa kama hii. Tunaichukua sasa hicho chonja wanawake na wanaume, sio? Okay. Hii tunaichukua. Sasa ni mwanamke hapa anajiuliza mbona wanaume peke yao? Kwa maana wanawake hawajapatikana kusimama hapa kwa lengo la kuja kuchunguza mayai ya wale minyoo waliopo katika hii. Tunachukua kinyesi, tunakuwa tumeandaa mchanganyiko wa maji pamoja na chumvi ambayo inaitwa sodium chloride, ambapo mchanganyiko huu tutatumia pale ambapo tutachukua kinyesi, tutaweka kwenye kifaa chetu kama bika. Tutachukua na mchanganyo wa maji na chumvi, tutaweka kusudi tuangalie density ya mayai, kwa sababu mayai yakiwa ni mazima yatazama chini. Kwa tunapotumia mchanganyiko wa maji na chumvi, chumvi itasaidia mayai kupanda ile density ya maji kushuka chini. Wanafunzi kuna washika naye mchanganyiko wa maji na chumvi. Tukisha koroga, tutachukua kifaa chetu ambacho kinaitwa test tube. Ukishaweka test tube, utatumia kifaa kinaitwa strainer au sievu kwa ajili ya kuchuja kulimove zile radial particles au yale mabonge makubwa, kwa sababu tunahitaji tupate mchanganyiko wa maji. Sasa tutaijaza kimo cha mfuto wa juu, na tutatumia hiki kifunikio kinaitwa kwa kitaalamu kinaitwa cover slip, ambacho tutafunika kwa upande wa juu ili kusudi tumeweka mchanganyo wa maji na chumvi ili kusudi chumvi isaidie yale mayai kupanda juu. Unapojua maji yana density, kwa kitu ambacho kinaweza kukaa na uzito kinaweza kikazama, kwa tunaweka chumvi kusudi iweze kumeona. Kwa hiyo tutachukua au tutasubirishia ndani ya dakika 10. Ndani ya dakika 10. Thank you so much. Oh my God, it was fun having fun, guys. Kwani tumeongea sasa? Mungu atangulie. Haleluya. Yamefikia. Tena chakula kunipeleka. Mengi yanatukabilia ni ulevi na bangi, kamari uhuni viepukeni bali. Dada zangu sikieni, mafataki wapo kila mahali, bodaboda na chipsi kataini zitawaponza mimba hizo. Najua marais wanatoka hapa, najua na wabunge wanatoka hapa, wakuu wa wilaya wanatoka hapa. Najua marais wanatoka hapa, najua na wabunge wanatoka hapa, wakuu wa wilaya wanatoka nini? Champion, ouais, super champion. Ah, makofi, tucheze, welcome to work, makofi. Graduates, Sasampa. Sasampa. Laki moja hiyo inakutosha. Ngoja maua wewe. Hongera mdogo wangu kwa kusoma. Mkabidhi sasa. Hi guys, I'm in Dodoma, Tanzania, Africa. Where else can you see these hills? Like, hii milima utaona wapi tena jamani? Ni Dodoma jamani. Welcome guys in Africa, Tanzania. Love. Milima kama hii utaipata wapi jamani? Milima kama hii. Where else?